Bwana kichwa kibovu, mimi nakuja hapa dhoful hali, nakuja kwa kukutaka radhi. Najua nikukosea vikubwa sana, haisitahiki hasa. Saa nyingine binadamu kumfanyia jambo binadamu mwenziwe lisilionrizi. Kwa nakuja hapa kukutaka radhi, unisamehe na Mungu akunisamehe. Kidundo, mimi nikwambie kitu kimoja. Kwanza mimi sina uhiana, mtu kama kanifanya kosa basi nisisamehe. Madamu kuntoka kwako kunkuja hapa, kunkuja taka nsamaha, mesha kusamehe. Nashukuru sana bwana kichwa kibovu kwa kunisamehe. Lakini nataka unifichie siri. Nataka uendelee kuitunza siri kwa sababu aliyozungumza Saidi Njomba kwamba nina kidegidigi, yale mambo yanikereketa na rohosi kwa kuchwa. Yanika rohoni, nasema sijui nifanye nini huyu nja ili nilive. Kwa hiyo nililokujia hapa la pili, nataka unipe mbinu nifanye vipi. Nilipofika hapa kijijini tu nilikutana na mtu mmoja aitwa Selemani. Kwa umbile lake vile alivyo na Saidi Njomba basi hawalingani. Wewe nitafute Selemani, umpe angalau shilingi 1500 tu, ukamwambie atoke ende akampige Saidi Njomba kikofi cha hapa. Kweli baba, ujumbe ushafika. Mimi nikutake kila la kheri tu pamoja shada. Selemani. Nani Kidundo? Wala ndiye huyo bin Sufiani. Okay, niambie ndugu yangu. Haya, sasa tusitake pigishana reja kuchwa hapa, watu waume hawakaliani kuchwa. Ndio. Na nchongo nataka ufanye, na ukiufanikiwa huu basi umaskini bye bye. Nita mchongo ndugu yangu, sababu kwa michongo. Yaani ukinipa mchongo tu hapo ni akili yangu ndio hivyo tena. Na pia mchongo gani? Jamaa yangu kuna huyu Saidi Njomba jana kana ninanga vya kutosha. Kana nidhalilisha hasa. Kana kutana na kichwa kibovu. Kana mpa usiri wa maisha yangu yote alivyo. Amwambia kwamba mimi nina kidegidigi. Anidhalilisha hasa. Sasa ninachokitaka mie, wewe nitafute mahali alipo, umbakue kikofi paka bega. Tumwangalie, je huyu nja kweli yuna imani? Maana ajifanya mtu wa imani kila saa. Ukimuuliza jambo akwambia shirki. Shirki kanafanya nyingi kwetu sie huyu. Kama hiyo ndio hiyo. Hapa shida hiyo nimejifanya pasta. Yaani mimi ndio kwa michongo. Mchongo umeisha ndugu yangu. Basi ushakwisha. Ukimwambia tu sikutaka kwenda ngoshana mbia, tuwe shirika. Usijali hilo. Usijali ndugu yangu kwa hilo. Haya, mchana mwema, asubuhi njema na jioni njema. Haya, poa. Mume wangu, huko nakokwenda uwe makini, kwa sababu ndo kama hivyo, dunia imeharibika, taharuki tupu nchini. Ukitoka hata hapo nje unatakiwa uwe makini, lazima ujidhibiti. Mke wangu, mie mambo hayo kwenye akilini mwangu hayamo, na tutachafuana sasa hivi. Nyie mwaingia mule kwenye shirki. Mambo yenu ni shirki, hakuna chingine. Mimi mambo hayo usiniletee. Tutagombana sasa hivi. Subiri nitenga kuchukua hicho kidoo cha maji. Maana najua sasa hivi watafuta jingine hapa sasa hivi. Wastazi. Waalaikum salaam. Salama alhamdulillah. Kwema. Imani. Wapi tena? Hapa. Haya bwana. Tutazunguka. Sawa bwana. Kazi. Asalamu alaykum yo vipi? Ushanikera.
Chakuwaili mjomba, Saidi mjomba, na kuambia kitu kimoja rafiki yangu, mara zote taharuki kiingia kwenye nchi, unyanyua mashikio tu juu ukakubaliana na matokeo, lakini we jambo lolote ni shirki tu kunaiweka mbele. Kunkuja batu akikofi kidigi kunshituka. Halafu nikwambie, mara zote ukitafunwa nyoka Saidi njomba, mara ya pili ukikanyaga ukuti tu utarusha guu. Kimo sikitizame pia hivyo. Huyo Selempemba na ntumamie, namwambia kambakuwe tule nintizame na imanie vipi, kumbe huna imani tambovu tandigi imani huna, kungotwa tuwe kazi yako ni shirki tu kunkuja vamia jengo wajitia humu wajisachi. Kimo mpuuzi we na kesho. Jibwa huyu ndio maana akajipitisha pale ninapochota maji, akajifanya mwema ati anisalimia, kumbe kampanga na mtu aje anipige kofi. Ama huyu asani mshenzi. Sawa.